Kwa ushindi, ushindi huu una nafasi gani kwenye career yako hii? Kwanza tukianzia hapa. Kwanza hapa sio kuabudiwa Mwenyezi Mungu, yeye ndio kila kitu. Cha pili, napenda kuwashukuru makocha wangu wote walionitrain. Napenda kuishukuru management yangu J Smart Barber Shop. Napenda kumshukuru Robin Pharmacy, yeye ndo kanivesha nifanye nipendeze. Bwana, mimi nawaambia kwamba vipi wa supu atoe nazi, kitoa nazi mchuzi. Tunakuja, wenye uzito wangu wakae tayari, nakuja. Tena nakuja vibaya mno. Wakae tayari. Mpinzani alikuwa bora kwenye licha ya kuwa umemdhibiti kila namna. Yule akili hana, alikuwa anaruka, sisi tunacheza tunatumia akili, akili hana yule. Yule bulldozer Simoni anampiga anatoka huko, anampiga anakuja huko. Ni kwa namna gani unaona yako ina japo kwa uchache, kwa sababu kwenye raundi za mwishoni alikuwa anajikurupuka, ile ilikuwa inakuchukuaje pia? Hakuna bondi ya mgumu kama inotefili. Yule pale alikuwa bulldozer. Yule alikuwa anakuja tu kama chizi. Tunajua sisi tunatumia akili. Tunatumia akili ndi nguvu, yeye anatumia nguvu kuliko akili. Mimi napenda kuwashukuru diwani wangu, naye kanisapoti. Diwani wangu Mboga, mwenyekiti wangu pale Mbaga, Fizi, wote kwa support yao nashukuru sana. Bwana Robin Pharmacy ndio kila kitu, J Smart Barber Shop, Friend Gym wote, dua wote nashukuru. Na tumeona ulikuwa kuna namna unacheza kama wakina George Bwana Bucha, wakina Galia 5, wao wawili na wengine wana nafasi gani katika huu ushindi? Hao wote mabrother zangu wananipa support kubwa sana kusema kweli. Yani Bwana Bucha, Galia 5, yani ndo kabisa, yani wapo katika jimu yetu nyumbani. Wao mimi nikiona mechi tu lazima waje kunipa sparring, wananielekeza fanya hivi na hata leo umemwona pale juu. Bwana Galia 5 alikuwepo, nilikuwa namsikiza kama kapteni wangu alipokuwa kwa mwanzo mpaka sasa kaenda upande mwingine. Shukrani. Kocha, tupate japo neno moja, ushindi huu una nafasi gani kwako licha ya kutoa tahadhari kabla? Mimi namshukuru sana, nilimwambia tu kijana mapema John Patrick kwamba bundi anasi kwenye ulimbo kwa sababu anakula usiku. Fresh ni bundi. Yaani huko kulikuwa ni njia tunapita tu. Kuna watu sisi tunawataka kabisa. Kwa sababu sasa hivi nyota zetu bado ndogo, tukiwataja tutaona tuna kelele. Tunangoja tufikie nyota kama za kwao. Yaani kuna watu tunataka tukatuone Temeke namba 1 nani? Ndio tunapotaka sisi. Shukrani. Kwanza tuje kwa kocha mwingine hapa, Ahmad Furahisha tarehe 26 alifanya unyama wake dhidi ya mgeni Malawi. Leo amerudi kwa Mtanzania. Nini ambacho umekiona leo kama mwalimu wake? Kikubwa ambacho nilichokiona mimi leo, unaona kwanza bondia ambaye aliyokutana naye tarehe 26 Inokfili ni bondia ambaye ni mgumu sana, lakini kwamba tukampiga katika pointi zote 3 katika raundi zile zote 8, lakini leo kikubwa ambacho tulichomtrain Ahmad Furahisha ndo kile ambacho amekuja kukionyesha kuanzia raundi ya 5 hadi kwenda raundi ya 7, kwamba kuna mifumo ya bondia ambayo tulikuwa anacheza naye John Patrick, tulikuwa tunamwangalia rekodi zake, tulikuwa tunamwangalia mapambano yake. Yule ni bondia ambaye anakurupuka. Kwanza ana package za ngumi, unaona, ana footwork mzuri, unaona, na ndio maana akipigwa target alikuwa anadondokea upande wa kushoto, akipigwa target anadondokea upande wa kulia. Kwa hiyo ni bondia ambaye mwepesi, unaona, bondia ambaye ana mifumo ya ngumi, yani bondia ambaye wa kukurupuka. Kwa hiyo kama raundi zingeongezeka hata raundi 1, unaona, alikuwa KO anakutana nayo kwa sababu alikuwa kashatepeta, unaona, yani kuanzia raundi ya 6 ya 7 hadi ya 8. Kama nyinyi waandishi wa habari au watu wa media nadhani mmeangalia hii fight, yani yule bondia alikuwa nguvu za miguu zote zishakufa. Kwa hiyo alikuwa bondia ambaye alikuwa anategemea sana kukurupuka, unaona, ili apige target amdondoshe. Kumbe bondia ambaye alikutana naye ni bondia ambaye mgumu. Ahmad Furahisha ni mgumu, ndio maana anaitwa mfupa wa soko. Yani bondia ambaye ukitaka kumpiga ufanye kazi sana, kwa sababu mtu ambaye ana train kila siku. Na kikubwa zaidi ukitaka kuangalia au ukitaka kujua, angalia katika raundi zote kuanzia ya kwanza hadi ya 8. Unaona sisi hatujakaa chini. Au sio? Kocha umechoka sana, usimalize maneno. Bwana Big, J Smart International Barber Shop Spa kutokea Tandika pamoja na Mtoni Kijichi. Mmekuwa karibu na bondia Ahmad Furahisha siku zote. Zipo nyakati ambazo uliwahi kulia wewe kwa sababu bondia huyu anampasua mtu leo tena. Unaona wapi? Ahmad Furahisha ni bondia ambaye kwanza anaishi katika misingi ya ngumi, kwa sababu ngumi na misingi yake.
yani ngumi huwezi kuishi kama anavyoishi shabiki wewe ukiwa aliyakuwa ni bondia. Kwa cha kwanza Ahmadi anaishi katika misingi ya ngumi, anaiheshimu ngumi, anafanya mazoezi yanavyotakiwa, anaishi katika mazingira ambayo kama bondia anatakiwa kuishi, japokuwa sio kwa 100%, lakini kwa 100% kubwa anaishi kama bondia anavyotakiwa kuishi. Yani ndio maana unachokiona leo ni matunda ya yeye kutrain vizuri, kuishi katika misingi. Ahmadi ni bondia ambaye mimi niwaambie tu ni bondia ambaye anakuja kuwa tena bondia mkubwa sana katika nchi yetu na atafanya vizuri hadi kimataifa. Ndio maana sisi kama J Smart hatuna shaka juu ya Ahmadi Furahisha, tuko naye na tutaendelea kuwa naye, tutamsupport na tunawaahidi kuna mengi mazuri kutoka kwa Ahmadi yanakuja. Na ndio maana mmeona kila game anaocheza Ahmadi anaonyesha mchezo mzuri sana. Kwa hiyo mimi niwaombe tu tuzidi kumsupport. Bwana msemaji. Naam. Champion Ahmadi Furahisha amemaliza kazi. Jana pale Mabibo ulisema kwamba mmetoa barua ya posa. Naenda kama mshenga. Leo mnakuja kuoa. Mmefanikiwa? Tumefanikiwa, sasa hivi tunaenda kwenye honeymoon. Kijana wetu kaingia katika mfumo kwa sababu alikuja kama Zuchu siji, lakini kaja leo tunaenda kwenye honeymoon. Nilienda kama mshenga na ushenga wangu umeenda kihalali. Tumemalizana naye. Wewe kuna mtu wote ana doubt na Furahisha? Kuna mtu wote ana doubt Furahisha? Ushindi aliopata leo? Alhamdulillah, tunashukuru Mungu, lakini tunawaahidi makubwa na makubwa na makubwa. Wewe ukiwa na shughuli nialike mimi mshenga wako. Mimi vitu vyangu vimenyooka kaka. Kesho pati wapi? Sisi tunaanzia leo pati. Tunawaalikeni kama mna nafasi. Mkitoka hapa tukutane pale ofisini kwetu tushereheke kwa pamoja. Huu ni ushindi wa kibabe. Kwa sababu gani? John Patrick ni bondia ambaye kwanza hajawahi kupigwa. Mtakuwa mlijue hilo. Nyota yake ni kubwa, lakini kwa uwezo wa Furahisha leo ndani umeona amedhihirisha kwamba yeye ni Furahisha. Mwana sheria Ahmadi Furahisha ni bondia ambaye anatoka mtaani kwenye management yake, anani mwana sheria ambaye umemshuhudia leo kijana anafanya kile ambacho mmekuwa mkipenda. Nini unaweza kumwambia Ahmadi Furahisha kwa safari yake ya ngumi? Ahmadi Furahisha nilikaa naye nikazungumza naye nikamwambia pambano wa ngumi, yani ngumi kama mchezo wa kulipa, unatakiwa uwe na management ambayo imekamilika. Kwa sababu kuna stahiki zako za muhimu unatakiwa zisimamiwe kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ni kusimamia stahiki zake zote. Before jaingia kwenye ulingo hapo tunakaa na promoter, tuna negotiate huo mkataba, terms and conditions ziko clear, basi namruhusu kama nikidhia kwamba mkataba uko vizuri ambao haumkandamizi bondia wangu, namruhusu aende kwenye fight. Kwa hiyo ni ndani ya nchi na sasa hivi tunataka tupambane, tuende kupata mapambano ya nje ya nchi, tuone mikataba ambayo mikubwa ambayo inaweza kutuvusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Vijana ambao ni mabondia mtaani, nyumbani, kwa gym na watumiwa na sheria, unawapa tahadhari gani, unawaambia neno gani? Anawapa tahadhari kutokuwa na mwanasheria kama mabondia, stahiki zao nyingi wanazipoteza, kwa sababu mwanasheria ni mtu muhimu sana, ni kiunganishi kati ya bondia na promoter. Sababu yeye anakuwa kiunganishi ambao stahiki anazisimamia kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kama zile terms and conditions za kimkataba zikivunjika, basi mwanasheria atakuwa kati katika kumsimamia stahiki zake zipate kwa mujibu wa sheria na taratibu zinazowekwa na mujibu wa sheria za nchi. Asante sana. Asante. Kana umepoteza kwa matokeo majaji yote watatu. Nini kimepungua kwenye game yako leo kiasi kwamba upoteze mchezo? Mimi nimeona kwa jina naitwa John Patrick. Kwa mimi nimeona nimecheza vizuri na nimeonyesha mchezo mzuri. Sema hatuwezi kuyapinga maamuzi ya majaji kwa sababu wao ndio wamepewa dhamana kubwa ya kutuangalia sisi mabondia. Lakini natumaini watu wa Tanzania wameona mchezo, nimepambana kadri ya uwezo. Jinsi gani alivyokuwa anacheza yeye na jinsi nilivyokuwa nacheza mimi, kwa sababu ngumi nyingi zilikuwa zinaishia katika mikono yangu na nilikuwa najaribu kukwepa ngumi nyingi, lakini sielewi imesababisha sababu gani kumpewa ni ushindi, lakini hatuwezi kulalamika sana kwa sababu tunaamini majaji ambao kazi yao walikuwa wamewekwa pale. Kocha, champion amepoteza mchezo kwa matokeo majaji watatu. Nini ambacho umekiona kwenye game yake? Mimi nadhani ni tuseme ni mistake ambayo ni mistake midogo ambazo zinatokea. Aliongea kuwa raundi ya 3 anamaliza mechi. Sasa ameshangaa na anashukuru Mungu. Kwa hiyo anashukuru Mungu kapewa mechi. Asante kocha. Yeah.